years. You can imagine 5 years. Na mtu ambaye amemnajizi yeye, sasa hii unajua nimekumbuka tu vile naongea. Wamenajisi mtoto wa miaka 5, huyo kijana akakamatwa, akapelekwa kwa polisi. Kijana amejifanya yeye ni wazimu kwa sababu ameambiwa ni wazimu, akapelekwa hospitalini. Lakini mbunge mmoja anatishia maafisa wa polisi ambao walikamata yule kijana ama yule mwanaume, hata sio kijana, ni mwanaume mzima. Anawatishia. Mimi nashindwa, nataka niulize, ni nini imefanyika Kisii? Why is it that some people think they are above the law? 5-year-old girl raped by a known individual and been arrested. Then a politician takes the phone, start threatening the police officers that person cannot be taken to court. More worse, sisi tumesema mtu ambaye ananajisi watoto wadogo anafaa kupewa adabu ya maisha. Mimi nataka niwaulize tafadhali, tukemee pepo mbaya ambayo imeingia katika viongozi ambao hali yao hawataki kuona kitu kizuri kikifanyika, especially wale bagusigaiga abantu aminto. You are young people, you are on social media, be an influencer positively. Hii ukora nyingine ndogo watu wanataka kufanya, tuachane nayo. Abantu aminto ntagitemba sabe, as young people, this generation, the community depends on you by all means. Mimi nataka niachie hapo, sitaki kuongea mengi leo, ni sherehe. Tafadhali wale ambao nyote mmeoa mnisalimie mabwana zenu. Mmeolewa, I mean. The ladies ambao wamekuwa married hapo, weka mkono juu tafadhali.